Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana. Kisa chake cha thamani hunipendeza sasa. Jinsi malaika wengi walivyoimba sifa alipoleta amani kwa watu wa dunia. Nipe habari za Yesu, kaza moyoni mwangu. Kisa chake cha thamani hunipendeza sana. Wapendwa wasikilizaji na wafuatiliaji, tunayo furaha kubwa sana ya kualika pia kwa ajili ya kuendelea kujifunza kwa pamoja ukweli wa sasa unaoweza kutufungua macho hata na kutuweka huru kiasi kwamba tutaingia hata katika ule ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunataka tujifunze. Kabla hatujaanza kabisa, tutaomba. Baba mtakatifu, tunao wingi wa shukrani kwa ajili ya wema wako. Umetusaidia kuwa na maisha yanayofika muda huu tukiwa wazima. Jina lako litukuzwe. Sisi wazungumzaji tunaotangaza habari hii pamoja na wanaofuatilia kwa kutega sikio, tunakuomba uwe karibu nasi, utusaidie kuyaelewa yote yaliyo mapenzi yako. Tunaomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Wapendwa, tunataka tujifunze somo ambalo lina kichwa cha somo kinachosema ipi siku ya kupumzika iliyowekwa na Bwana? Ni kama vile swali ambalo tutalitafutia majibu katika maandiko matakatifu. Ipi siku ambayo imewekwa na Mungu, ambayo ni siku ya kupumzika iliyowekwa na Mungu? Ndilo somo tunalotaka kujifunza. Mungu ambaye ni muumbaji anajua mambo yote mema kwa mwanadamu. Ndio maana hakuna jambo jema ambalo Mungu ameliacha bila kutubariki, kutupatia. Nataka niwaambie kwamba yapo mambo manne ambayo Mungu mwenye upendo alimtengea mwanadamu kabla hata dhambi haijatokea hapa duniani. Mambo hayo manne ni kula, kuoa au kuolewa, kufanya kazi na kupumzika. Katika maisha ya mwanadamu, likipungua mojawapo wa haya mambo, maisha hayatakuwa mazuri. Hata furaha mwanadamu hataipata. Kula, kuoa au kuolewa muda ukifika, kufanya kazi hata na kupumzika. Mungu anajua manufaa ya kila kimoja katika haya mambo manne katika maisha yetu. Haiwezekani tuishi bila kula. Lakini pia umri ukifika, usipooa au usipoolewa, furaha yako inapungua. Vile vile maisha ambayo hayana kazi, mtu anayeishi bila kufanya kazi, maisha yake ni ya taabu, halafu anageuka hata kuwa mzigo wa wanadamu wenzake. Lakini pia kufanya kazi bila kupumzika inaharibu afya, inaharibu akili. Ndio maana shetani aliye adui wengine anawaangamiza au anawaharibu kwa sababu ya kuwafanya wao wavivu, wasifanye chochote. Lakini kwa upande wa pili, shetani anawaharibu wengine kwa kuwafanya wafanye kazi wasiwe na wakati wa kupumzika. Kwa hiyo shetani ni adui wetu. Kila jambo jema ambalo Mungu ametutendea, yeye hujitahidi kwa ajili ya kuliharibu. Sasa Mungu mwenye upendo aliyemtengea mwanadamu mambo hayo manne, anataka pia tuyajue na tuyafahamu vizuri. Ijapo katika somo letu hili hayo yote hatutayachambua, tutalenga lile la kupumzika. Hilo jambo la kupumzika ni Mungu aliyeliweka. Na Mungu anataka tufanye kazi mchana, tupumzike usiku.
Mungu anataka tufanye kazi siku 6, tupumzike siku ya 7. Ndivyo maandiko yanavyosema, wala hakuna mjadala. Katika Biblia hayo yameandikwa. Na kwa sababu Mungu amelitilia maanani jambo hili, hakutuacha hewani kwamba kila mtu achague siku ya kupumzika vile anavyotaka, bali Mungu ametuagiza ni siku gani tunayopaswa kuijua vizuri. Tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo, tunaonyeshwa namna Mungu alivyotilia usamani siku hiyo ya kupumzika, na jambo hili akatuonyesha umuhimu wake. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo, sura ni ile ya 2, tutasoma mstari wa 1, tusikie Biblia inazungumzia nini kuhusu jambo hili. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7. Nirudie. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe. Siku ya 7 akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Tunaona vizuri kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo kwa muda wa siku 6. Ilipofika siku ya 7, Mungu akapumzika. Siku ya 7 inayo mambo matatu muhimu ambayo hauwezi kuyapata katika siku zingine. Mungu amepumzika, Mungu ameibariki, Mungu ameitakasa. Hayo mambo matatu, kupumzika, kuibariki na kuitakasa, ndiyo mambo ambayo Mungu aliyafanya kwa ajili ya siku ya 7 ambayo ndiyo Sabato. Mungu akawaagiza wanadamu kwamba hiyo Sabato waitii, na wanadamu kuanzia Adamu walikuwa wanajua umuhimu wa Sabato. Lakini kadri miaka ilivyopita na wanadamu kuongezeka, watu wakaharibika kiasi cha kusahau hiyo siku ya pumziko. Ndiyo maana wakati Waisraeli wanatoka katika nchi ya Misri, wamefika kule kwenye mlima wa Sinai, na Mungu anawatangazia zile amri 10 kama vile tunavyozisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 20. Tunasoma kwamba alipoifikia amri ya 4, ni mstari wa 8 wa sura hiyo ya 20, inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya 7 akaitakasa. Ndugu zangu wasikilizaji, hili ni jambo ambalo limewekewa msisitizo. Kuna utofauti wa hii amri ya 4 katika kutamkwa kwake. Yaani katika maneno yaliyotumika hapa kuna utofauti na amri zingine. Haipo amri nyingine ambayo imeanzwa au kuitamka yameanza maneno ukumbuke. Amri ya 4 peke yake ndiyo Waisraeli na sisi wanadamu kwa ujumla tumeambiwa kwamba tukumbuke. Ina maana wakati sheria au Torati inatolewa pale mlimani Sinai, haikuwa mara ya kwanza kutamkwa kwa amri hiyo. Amri zingine zilikuwa zinajulikana na kuhifadhiwa ndani ya mioyo ya watu, lakini Sabato ilikuwa imewahi kuzungumziwa, watu wakaisahau kwa sababu kipindi cha uumbaji Mungu alipumzika. Halafu ndiyo maana wanakumbushwa kwamba waikumbuke siku ya Sabato wakaipumzike. Kabla ya amri 10 hazijatolewa pale mlimani, maandiko yanasema kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 16, Waisraeli walipofika jangwani,
ilibidi wapate chakula kutoka mbinguni ambacho kinaitwa mana. Hiyo mana ilikuwa inashuka kutoka mbinguni, asubuhi wanapoamka, kama vile tunavyoona umande kwenye majani, nao ndivyo walivyokuwa wanaona hiyo mana. Watu walikuwa wanatawanyika kwa ajili ya kuokota. Lakini wengine kwa sababu ya ulafi na roho ya kutoridhika, ijapo hawakujua hii mana imetoka sehemu gani, lakini wengi walikusanya nyingi mpaka wakajaza, halafu wakala wakashiba. Kesho asubuhi kile chote kilicholazwa wakaona kimegeuka kuwa mabuu au kilikuwa kimeoza. Yani hao wadudu ambao huwa wanatoka kwenye vitu ambavyo vimeharibika, labda kinyesi au uchafu mwingine, ndivyo vinavyoitwa mabuu. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba wakachanganyikiwa. Ikawabidi wanyoke, watii, wao wanakubali kuokota kile watakachokimaliza. Lakini ilipofika Ijumaa, mana ikashuka ikiwa nyingi zaidi. Waisraeli wakawa wanaokota kila mmoja maradufu kwa kile ambacho ni cha siku zote. Wakavilaza vile vyakula. Kufika asubuhi havikuharibika. Halafu la ajabu, siku ya Sabato mana ilikuwa haishuki. Musa akauliza kwamba haya ni mambo gani? Mungu akasema ya kwamba ndilo nililowaambia ya kwamba okoteni vitakavyowatosha Ijumaa kwa ajili ya siku ya Sabato, kwa sababu mana haitashuka. Hayo mtayasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 16, mtaanza mstari wa kwanza na kuendelea sura yote nzima. Maneno hayo mtayapata kwa ukamilifu. Ndugu zangu wapendwa, miujiza iliyokuwa inafanyika kila Sabato ni hii ifuatayo. Kwanza, kuanzia Ijumaa na Sabato. Ijumaa chakula kilikuwa, mana ilikuwa inashuka ikiwa nyingi. Siku ya Sabato, hiyo ni muujiza wa kwanza. Muujiza wa pili, siku ya Sabato ilikuwa haionekani mana. Muujiza wa tatu, kile cha Ijumaa kilicholala kilikuwa kinafika asubuhi hakijaoza, wakati katika siku zingine ilikuwa ni jambo haliwezekani. Kumbe wapendwa, hapa inaendelea kutudhihirishia ya kwamba siku ya Sabato ni ya pekee na Mungu ameibariki akaitakasa. Sasa nataka nipige hatua kuelekea mbele. Hata Yesu alipokuja aliwaona Waisraeli, ijapo walikuwa wamemwasi Mungu, hata na Sabato wamejaribu kuivuruga, lakini Yesu alikuja akijua ya kwamba Sabato ni ya lazima, tena wanadamu wanapaswa kuitii hata na kuiheshimu. Ndio maana katika kitabu cha Luka sura ni ile ya 4 mstari wa 16 imeandikwa hivi: akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Ni dhahiri kwamba Yesu kawaida yake, ndivyo tunavyosoma, kama ilivyokuwa kawaida yake, Yesu kila Sabato alikuwa anaingia kanisani, anaenda kwenye ibada, anasali. Alikuwa anajua kwamba siku ya Sabato ni siku ya starehe, ni siku ya kupumzika. Wapendwa wasikilizaji, nataka nizungumzie namna Yesu katika mafundisho yake alivyoitilia mkazo siku ya Sabato. Mnajua katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 20 ndipo tunapotaka kusoma. Lakini ukianzia mstari wa kwanza, anazungumzia dalili za siku za mwisho hata na maangamivu ya Yerusalemu. Lakini alipowaonya mitume wake kwa ajili ya yale matukio ambayo yangejitokeza pale Yerusalemu, aliwaambia jambo ambalo ni la kujaliwa na kila mtu ambaye anampenda Mungu, kwamba ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Kukimbia vita na mateso lilikuwa ni jambo ambalo hawawezi kukwepa, lilikuwa haliepukiki. Lakini ili wapate angalau afueni, Yesu akawakumbusha ya kwamba msiombee kwamba vita visitokee. Hapana, vitatokea tu. Lakini kile cha kuomba Mungu ni ili vita isitokee siku ya Sabato na kuwalazimu kukimbia, kwa sababu itakuwa vigumu kukimbia na vitu vyenu na huku ikiwa siku ya Sabato. Ndugu zangu, haya mafungu yote yanatudhihirishia kwamba
Mungu aliisamini siku ya Sabato, Mungu alipumzika siku ya Sabato, Mungu aliitakasa na kuibariki. Yesu na yeye aliipumzika. Yesu alihimiza na kuhamasisha mitume wake kwamba na wao waijali na kuisamini. Hapa ni kweli hata na mitume wa Yesu walikuwa wakiipumzika. Tukisoma Matendo ya Mitume sura ya 16 na mstari ni ule wa 13, imeandikwa hivi: hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto, ambapo tulidhani ya kuwa pana mahali pa kusali, tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale. Mwanamke mmoja jina lake Ludidia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Bwana asifiwe sana. Lengo la kusoma fungu hili ni kudhihirisha kwamba hata mitume katika zunguka zao wakiwa wanahubiri ujumbe, walipokuwa wanafika sehemu Sabato inawakuta mahali hapo, safari walikuwa wanaahirisha kwanza, wanatafuta sehemu ya kuenda kufanya ibada wakiwa wamepumzika. Sasa swali ambalo linawachanganya walio wengi, ambalo ndo tunataka hata tulipatie majibu. Unajua, kuna wengine wanapumzika Ijumaa. Kuanzia sasa siku ya Saturday ambayo inajulikana kama Jumamosi, ukianzia hapo inafika Ijumaa imekuwa siku ya saba. Wengine wanapumzika hiyo Jumamosi, wakianzia Sunday wanafika Jumamosi imekuwa siku ya saba. Wengine wanapumzika Sunday, wakianza Monday ndo wanaifanya siku ya kwanza, inafika Sunday ikiwa siku ya saba. Sasa tuulize Biblia, siku ya saba ni ipi ambayo ndiyo Sabato? Mbona haruhusiwi kila mtu kujichagulia siku ambayo atafanya ibada vile anavyotaka yeye? Mungu atusaidie sana, ili tujue katika siku hizi tatu siku ya saba ni ipi, ili ndiyo tuipumzike. Tutasoma katika kitabu cha Luka sura ya 23, tutasoma kuanzia mstari wa 50. Na tazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema mwenye haki, wala hakulikubali shauri la tendo lao, naye ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi wakafanya tayari manukato na marhamu, na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Mstari wa sura ya 24. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Bwana asifiwe sana. Hapa alikuwa ameshafufuka. Katika haya maneno ambayo nimeyasoma katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 50 kumalizia 56, na sura ya 24 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa pili hapa na mpaka wa 3, hapa maandiko yanatudhihirishia wazi kwamba zipo siku tatu zilizotajwa hapa, zilizozungumziwa hapa. Kuna siku ambayo Yesu amekamatwa, akatundikwa, akauawa. Biblia hapa inahitaja siku hiyo kama siku ya maandalio. Kuna siku nyingine inayofuata ambayo wamesema kwamba wanawake, kwa sababu ilikuwa ni siku ya Sabato, wanawake walipumzika kama ilivyoagizwa au ilivyoamriwa. Siku ya tatu ni ile siku ambayo Yesu amepumzika, ambayo Biblia imesema kwamba ndio siku ya kwanza. Kwa Wakristo wenzangu ambao wanaabudu katika madhehebu mbalimbali, tunakubaliana ya kwamba Yesu alifariki na akazikwa, ilikuwa ni Friday, Ijumaa.
hiyo siku ya Ijumaa ndiyo Biblia inayosema ya kwamba ilikuwa ni siku ya maandalio. Ndiyo maana hata wale wanaoadhimisha Pasaka wanajua ya kwamba Yesu alikufa siku ya Ijumaa. Ndiyo maana huwa anasema ya kwamba ni Holy Friday au siku yani Ijumaa takatifu. Na hiyo siku huwa wanakusanyika katika makanisa kwa ajili ya kuadhimisha kwamba Yesu amekufa. Halafu siku iliyofuata ndiyo siku ya Sabato ambayo ndiyo siku ya saba. Siku iliyofuata ni Sunday ambayo ndiyo Jumapili, lakini ndiyo siku ya kwanza ya wiki. Ndivyo maandiko matakatifu ambavyo yametuelekeza. Sasa wapendwa, tunaweza kujiuliza, wale wanawake walipumzika siku ya Sabato, Jumapili ndio Yesu akafufuka, siku ambayo hakuna utakatifu wowote tunaoweza kuona katika maandiko matakatifu yamezungumza kuhusu utakatifu wa Jumapili. Nirudie, hakuna katika Biblia fungu lolote linalozungumzia utakatifu wa Jumapili kabla na baada ya kufa kwa Yesu na kufufuka. Ina maana siku baada ya Yesu kufufuka, mitume waliendelea na maisha ya kawaida ya kufanya kazi hata kama ni Jumapili kama kawaida. Lakini ilipokuwa inafika siku ya Sabato, walikuwa wanasitisha au wanaahirisha kazi zao, wanapumzika Sabato kwanza kama vile maandiko yanavyozungumza. Swali: pamoja na uwazi mkubwa kiasi hiki, pamoja na nuru ambayo inang'aa kutoka katika Biblia kuhusiana na siku ya kupumzika, imekuwa kuwaje watu wakawa na siku nyingi za ibada? Kila mmoja akajichagulia siku yake, wengine Ijumaa, wengine Jumapili. Imekuwaje? Imetoka wapi? Hili si ajabu kwa wasomaji wa unabii. Wanajua vizuri ya kwamba ilikuwa imetabiriwa katika Danieli sura ya 7 mstari wa 25. Ilikuwa imetabiriwa kwamba naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 nyakati. Maandiko matakatifu hapa yanatuonyesha ya kwamba kuna ufalme uliokuwa umetabiriwa. Katika Danieli sura ya 7 ametabiri wanyama 4. Wa kwanza alikuwa ni mfano wa simba, wa pili mfano wa dubu, wa tatu alikuwa ni mfano wa chui, wa nne alikuwa ni mnyama wa kutisha mwenye pembe 10 na vichwa 7. Halafu zile pembe 10 kakaota ka pembe kingine kadogo, 3 zikang'olewa, hilo pembe ndogo likaja kugeuka kubwa, likanena maneno makuu juu ya yeye aliye juu. Maandiko yanazungumzia ya kwamba katika Biblia tunaposoma wanyama, maana yake ni ufalme. Pembe inamaanisha uwezo. Sasa tunaposoma ufalme uliokuwa umetabiriwa ambao ni ufalme wa 4, ufalme wa Rumi ambao imegawanyika katika sehemu 2. Kuna Rumi ya kipagani na kuna Rumi ya Kikristo. Ilianza kuitwa Rumi ya Kikristo baada ya kuwa Silvesta na Konstantino wamefungamana, wakashikana mkono, wakakubaliana kuunganisha serikali na dini, wakaamua kuunganisha Ukristo na upagani. Katika kipindi chake huyu mfalme, ndipo mambo mengi yalivyoharibika. Sasa utimilifu wa unabii ndivyo ukatimia, na si hayo tu, hata unaweza ukapata uthibitisho katika vitabu mbalimbali. Lakini kwa sasa hivi mimi nitasoma tu kitabu kinachoitwa Bustani ya Katekista. Ni kitabu ambacho kinaweza kusaidia kila mtu anayetaka kuelewa ili musikie. Ni kitabu kilichoandikwa na Padri Rafael Rogeo, ndiye aliyeandika hiki kitabu. Halafu akaweka wazi wapi imetoka Jumapili. Jumapili imetoka wapi? Imeandikwa hivi, ameandikwa kwenye ukurasa wa 74. Ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa namna ya pekee. Wamekuwa wanaweka maswali halafu wanaweka hata majibu. Kwa nini tusali siku ya Jumapili sio Sabato? Anasema Jumapili sio Sabato. Kwa nini sasa tusali?
Masomo ni mengi yanayosisitiza kwamba Wayahudi walipaswa kupumzika na kusali siku ya Sabato. Kwa mfano, Kutoka 20 mstari wa 8 mpaka 11, Kutoka 35 mstari wa 2, Walawi 23 mstari wa 3, Isaya 54 mstari wa 13. Chini anaendelea. Hayo hatuyapingi. Lakini baada ya kufufuka kwa Yesu, Wakristo walionelea waadhimishe siku ya Bwana. Siku hiyo Yesu alipotoka kaburini, ndipo alipodhihirisha kwamba ameshinda mauti. Kihistoria tunaelewa kwamba Wakristo wa kwanza waliendelea kuadhimisha siku ya Bwana Jumamosi, walivyozoea Wayahudi, hata Wakristo waliotoka dini ya Kiyahudi. Wale ambao walikuwa wanatoka upagani hawakujisikia kuwa wanabanwa na sheria zile. Walikuwa wakizingatia kwamba Yesu alifufuka siku ya kwanza, kesho yake Sabato. Roho Mtakatifu aliwashukia mitume siku ya kwanza. Sababu nyingine ya kusali Jumapili ni hii: wafuasi wa Yesu walitaka kujitofautisha na waumini wa dini ya Kiyahudi walioazimisha ibada siku ya Jumamosi, ambayo kwa wafuasi wa Yesu siku hiyo Yesu yuko kaburini. Polepole Wakristo wakaanza kuzoea kukutana, kusali, kusoma masomo yao na kumega mkate, Ekaristia, siku ya kwanza. Desturi hiyo ikaenea popote. Ndivyo tarehe ya 3 mwezi wa 3 mwaka wa 321 Mfalme Konstantino alivyotangaza rasmi kwamba Jumapili iwe siku ya Bwana, Wakristo wapumzike na kusali. Hayo ndiyo mapokeo ya makanisa mengi. Hayo ndiyo mapokeo ya makanisa mengi. Mapokeo ya makanisa mengi ndo hayo. Sasa fikiria, Konstantino akiwa ameshirikiana na Silvesta ambaye alikuwa ni kiongozi wa kanisa la Rumi, na huyu Konstantino alikuwa ni mfalme wa wafalme, wakashikana mkono wakakubaliana ya kwamba waunganishe Wakristo na wapagani, ndo wakaweka Jumapili kama siku ya kupumzika. Tarehe hiyo ambayo tumeisoma ndipo akatangaza tarehe ya 3 mwezi wa 3 321 akatangaza rasmi ya kwamba Jumapili imekuwa siku ya kupumzika badala ya Sabato. Hawa wamefanya hivi, halafu wao wenyewe ndio wanaweka bayana katika vitabu. Cha ajabu ni kwamba Waprotestanti walio wengi, hata haya makanisa haswa haya ambayo ni ya uamsho, haya makanisa ya Kiprotestanti ambayo ni ya revive, ukiangalia vizuri, ukiongea nao watakwambia unapowasomea haya maandiko huwa wanajaribu kutafuta katika Biblia mfafanuzi nyingi ya kwamba sheria ya Mungu imegongomelewa msalabani, Sabato haina kazi tena, Yesu ameistisha, alikuja mtakatifu, hiyo Sabato kaiondoa. Wapi? Mbona amri 10 zimefungamana, hakuna ya kuondolewa hata moja, kiasi kwamba Biblia inasema kwamba hata yodi moja ya herufi hairuhusiwi kuondolewa. Bora mbingu na nchi viondolewe kuliko amri moja ya Mungu iwekwe kando. Sasa Sabato yenyewe imepata upinzani mkubwa kutoka kwa Shetani, ndiyo maana akawafanya watu wengi wamuasi Mungu. Sabato wasiitambue, wasijue nini maana yake, waione kama kitu cha ajabu, kitu kigeni, kitu ambacho hakina maana. Sasa siku ya kupumzika, tuelewane vizuri wapendwa wa Mungu, siku ya kupumzika ni siku ya Sabato. Siku ya Sabato ambayo ndiyo siku ya saba. Kwa lugha zingine ni Jumamosi au Saturday kwa Kiingereza. Jumapili ambayo ndiyo Sunday ni siku ya kwanza ya wiki. Ndiyo maana Yesu alifufuka ikiwa Sunday na Biblia inaitambua kama siku ya kwanza. Ukianza Sunday ukihesabu ya kwamba Sunday ndiyo siku ya kwanza, Monday ndiyo siku ya pili, Tuesday ndiyo siku ya 3, Wednesday ndiyo siku ya 4, Thursday ni siku ya 5, Friday ni siku ya 6, Saturday ndiyo siku ya 7 ambayo ndiyo siku ya kupumzika.
kusali, tusali siku zote kama vile imeandikwa katika kitabu cha kwanza cha Wathesalonike sura ya 5 mstari wa 23. Tuombe bila kukoma, ndivyo maandiko yanavyosema. Lakini siku ya kupumzika ni siku ya saba. Mungu ameielezea kwa uwazi bila gizagiza, ili wote wanaompenda Mungu wapate kuipumzika na kustarehe. Na wote watakao istarehe, Mungu atawapa mibaraka ya pekee. Mungu ataendelea kuwabariki. Na ninataka niamshe akili za watu kwa kuwakumbusha ya kwamba katika kipindi cha kufunga historia ya ulimwengu, mapambano tunayoyasubiri au yanayotusubiri ni yale yatakaopambanisha Jumapili na Jumamosi. Wengine watatetea yaliyowekwa na Konstantino, wengine watatetea yaliyowekwa na Mungu. Ni nafasi yako kuchagua, ili ujue ya kwamba utamfuata Konstantino, kwa sababu Mungu aliitangaza Sabato kwenye mlima wa Sinai, akaiweka kwenye mbao mbili za mawe, ikiwa imechorwa, imeandikwa na kidole cha Mungu, ikahifadhiwa ndani ya sanduku. Halafu maandiko matakatifu ndivyo yanavyosema. Lakini tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka wa 321, Konstantino akaja akampinga Mungu, akaweka Jumapili, akaiondoa Sabato. Watu wengi wakafuata hayo mapokeo. Kwa hiyo ni uchaguzi wako mpendwa, ni uchaguzi wako, lakini nikikushauri kulingana na vile neno la Mungu linavyosema, achana na mambo ya watu, ufuate mambo ya Mungu, ndipo utapata uzima wa milele, na ndipo Mungu atakuweka muhuri wake kwamba wewe ni mtu wake. Mungu atubariki. Tutaendelea kuwa tunajifunza mengi katika chano hii, na Mungu akubariki. Uwe msikilizaji mzuri, halafu uwe muelewa, istoshe uwe mtekelezaji wa haya yote ambayo ni mapenzi ya Mungu, na Kristo akirudi mimi na wewe tupate kumlaki mawinguni, tupate uzima wa milele katika jina la Yesu, amen. Tutaomba kwanza kwa ajili ya kuhitimisha somo letu. Kama vile tulivyoanza kwa ombi, vile vile tutahitimisha kwa ombi. Baba mtakatifu, tunakushukuru, tunalihimidi jina lako kwa kuwa umeona ni vema utuwekee nuru katika Biblia, ili atakayetaka akisoma kwa unyenyekevu apate kujua ukweli wako. Tunajua katika ulimwengu shetani amevuruga kila kitu, amechanganya akili za wanadamu hata kuwafanya wasiyatambue yale yaliyo wazi, kama vile tumejifunza siku ya kupumzika kwamba ni Sabato. Angalia mamilioni ya watu ambao wanajua Jumapili ndiyo siku ya kupumzika. Tazama walivyo wengi wanaopumzika Ijumaa, lakini siku ya Sabato imesahaulika na walio wengi hawajui kabisa. Tunakuomba Baba mtakatifu, ukamtume Roho Mtakatifu atembelee kila roho kwa ajili ya kuwafumbua watu wako macho. Wale watu wanaokupenda uwaongezee uwezo wa kupata hii nuru, na kila mmoja afuate ukweli wako. Basi utujalie neema yako, tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Nipe habari za Yesu, kwangu ni tamu sana.